ndipo unapata upinzani. When the children of God, when the children of Israel turned and went up the way to Bashan, waliposhika njia waelekea Bashan, sasa mfalme alijua mmekuja, akakusanya watu wake wote, and they went into the battle against the people of Israel. The moment you are saying, I'm going to make it, this project, the moment unatangaza, when you declare, I want to build, when you start digging and bringing the building material to the side, hapo ndipo andui anaamuka. The strong man anakuja kujidhirisha. Anakuambia hapana, you cannot go. Hawezi kujenga. The Bible says, the king of Bashan came against us in battle at Edrei. So I'm saying the strong man is any force, is any authority, is any dominion, is an outer ambaye itakuzuia, itakupinga, usije ukaendelea, so that you cannot make a progress. He will come to counterattack. Atakuja kukupinga, atakuja kukuzuia, usije ukapanya steps in life, progress in business, progress in marriage, progress in your project, in your career. It is the strong man who is opposing you. And when the strong man came, so the Lord said to me, fear not, I will deliver him and all his people into and his land into thy hand. For thou shalt do unto him as thou did unto Sihon, the king of Amorites, which endowed at Heshbon. So the Lord our God delivered unto us Ogon, and also the king of Bashan, and all his people, and we smote him, and none was left to him remaining. You see, wakati ambaye wakati ambaye vita zimenuka, when you face mountains, valleys, storms in life, the best thing to do is to seek the voice of God. Mbingu inasema namna gani? Mungu anasema nini? Mungu anasema nini kwa hii hali? Baba anasema nini? Umeniambia niende, na then kuna maandui wamenuka. Mfalme, maana nimesema any family that is a strong man, in any community that is a strong man, in any city that is a strong man. And for you to rule, to take in dominion, to progress, you need to deal with the strong man. Lazima upigane na yeye. So Moses and the children of Israel wakaamka, wakamuuliza Bwana, what shall we do? And the Lord said, utampiga, nimemtia mkononi mwako na watu wake na inji yake. Amka sasa pigana na yeye. In our spiritual walk, it's a spiritual warfare. Kila siku kuruko kwa vita. Na tuulizi vita, wewe mteule, vita inakupata tu. Inakupata maana unataka kufanya change. Unataka nuru ya Bwana iongezeke. Maana maandiko yanasema rise and shine. As you try to rise and shine, hapa ndipo unakutana na watu na forces in darkness. Authorities zinakupinga, zinakuzuia. There are some solution unataka kufanya ili kampuni iende mbali. Unakutana mtu anakuambia wewe ni nani? Ulikuja juzi ukatupata hapa. Mimi ni wa hii familia. Mwenye kampuni ni yango yangu, ni kasini yangu. Utaniambia nini? So you need to fight. And the Bible says, and the king Og akajinua na watu wake wakaenda kupigana na watu wa ahadi, na watu wa ahadi, na watu wa Bwana. The children of Israel wakaadima, wakaona vita. Nasema hata ukiona vita usichangae. Usishangae, wewe jua ya kwamba tuko katika vita. We are the army of the Lord. Na army ni ya vita. Unajua kuna tofauti ya na nini na demonstration. Sio demonstration, kuna tofauti ya vita and demonstration, protesting. That is a big difference. Wewe ka askari wa vita, you are soldier in the army of the Lord to begin a vita. But the good thing, the Lord has given us assurance
For the Lord said unto me, fear him not. I will deliver him to your hands, and all his people and all his land. Usiongope. Mtu wa Mungu usiongope. Ukiwa na Kristo usiongope. Usiongope, Bwana atakusaidia. You are more than a conqueror. Bwana anasema in Jeremiah chapter number 32 verse number 17, is there anything too hard for me that I cannot do? Is there anything too hard that the Lord cannot do for you? Wewe mtumanie Bwana, wewe muangalie Bwana. Unajua, nataka nikueleze, usiangalie kimo, urefu, upana uanze kuongopa. Hapana. Huyu mfalme ukisoma mstari wa 11 alikuwa mrefu sana. He was so massive. For only king of the king of Basha remained, and the remnant of he was a giant beyond his bedstand. That is mstari wa 11. His bedstand was the bedstand of iron. Alikuwa analalia kitanda ya chuma. Bwana atakupigania. Bwana atakuwa na wewe. Atakushika mkono wa kuume. Atatembea na wewe. Anasema Yakobo, wewe uliye mdudu, usiongope. Mimi niko na wewe. Nitakutia nguvu, nitakupigania. Usifadhaike. Mimi niliyekuita kwa jina lako, Yakobo, na kujua nitatembea na wewe. Usiongope. The Bible says in 2 Corinthians chapter number 10 and verse number 3, for our warfare is not carnal. It's not after flesh and the blood. It's not carnal. But the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds and the casting down every imagination that exalts itself against the knowledge of God. Lazima hiyo waso tuweke chini ili Yesu aonekane. Ili ubarikiwe kwa hiyo familia, walisema mmelaaniwa. Wewe lazima upite, uondoe, upigane na hiyo roho itoke, mbarikiwe. Wanaweza kuwa wa nyuma walishindwa. Wewe utamwambia kupika mimi hapa hakuna laana tena, kuanzia leo ni baraka. Dealing on biting the strong man. Biting the strong man. And there are keys to the biting of the strong man. Kuna njia, kuna mbinu when you are dealing with a strong man. And the number one is by prayer. You engage God in prayer. You seek the face of God. Jabez was born with a curse. Na mama yake akamuita jina. Na ikamuuma sana. Na ikampelekea maumivu. But walipokuwa mtu mkubwa, he saw it. And he prayed to God. Akamwambia Bwana, mkono wako uwe pamoja nami. Unibariki kweli kweli. Maadui zangu waanguke mbele zako. Jabez, na maandiko yanasema and the God was entreated unto him. Na Mungu akamsikia. Unaweza badilisha maisha yako kama ungependa. By prayer, kwa maombi. Maandiko yanasema omba nanyi mtapewa. Bisha mtafunguliwa. Tafuta na utapata. Ukitafuta kwa Bwana utapata. Manake lazima tuulishe kwa imani. Waebrania 11 mstari wa 6. Pasipo imani huwezi pendeza Mungu. Maana wale wajao kwake lazima wajue yeye yuko na yeye anawalipa, ama yeye repays, ama reward those who seek him diligently. And also there are levels of prayer as we engage the Lord. Kuna maombi mengine tutaingia ya prayer and fasting. Ili hiyo roho ikatike. Ili upigane na hiyo the strong man aondoke. Kwa jina la Yesu. Upigane by prayer. By prayer. Watching upon the Lord. Waiting upon the Lord. Meditating the word of God. Not just prayer, but it's prayer and reading the word of God. You unaweka pamoja hiyo. Unaweka pamoja. Na unatembea na hiyo. Unajipanga, unasema no hapana. I have to rise. This family nobody buys car. But I'm going to buy one. I'll be the first one. This family, nobody
nobody is in business, na mimi ndio naingia kwa biashara, na ile sauti nasikia wanasema I cannot prevail, mimi naingia. Then you go, you seek the face of God, you seek the mandate of God, you seek the power and the glory of God. Unamwambia Bwana, nishike mkono. Wa kwanza walishindwa, lakini mimi niko na wewe. Ulisema hutaniacha mpaka mwisho. Tembea pamoja nami, nishike mkono. And God is faithful to his word. Atakuongoza na atakuelekeza. Anasema simba na mtoto wa simba wanaweza lala njaa, lakini wateule wake they cannot miss anything good. Wewe hiyo nataka Bwana atakupea. Unapotafuta uso wa Bwana, Bwana atakupa hekima na maarifa. Maana wale wamtafutao Bwana, siri za Mungu siko na wao. Those who fear the Lord, the secret of God are revealed unto them. You see, doing business is a spirit. Ukiingia sokoni, entering a market, utapata kuna strong man ule ana command hiyo soko. Alikuwa ni kitisho sana. And the Bible says, and his land we possessed at that time. Na nchi yake tukaishika na tukaingawana. Hauwezi chukua mali ya mtu ambaye ni mwenye nguvu na hujampinga. Lazima umbaye, lazima mfunge, lazima upigane naye. Mfalme huyu alikuja kinyume cha Musa na wana wa Israeli. Alikuja na jeshi yote. Alikuja na watu wake wote to defend mali yake na landi yake. The reason of Jehovah is to defend. Walikuja kutetea na kupigania mali yao na nchi yao. Wakainuka kwa pita, wakasema hapana, hapa mwezi pita, hapa mwezi fika. Na leo ninasema, hata kama kuna watu, hata kama wako mjini, lakini kuna roho inalia mashambani, inasema hapa utakuja na kitu, hapa utakuja na ngari, hapa utajenga. Wewe kaa huko, mali yako hakuna kitu, utatembea na utarudi mikono mikavu. No wonder why that the other day we went home. After shopping up, ile ulikuwa nayo ilikuwa ni aibu sana. And he went with excuses. You see, baba, mama, nikirudi nitakuja nitafanya hii, sikuwa nimejipanga nitakuja hii. That is how we went. Kuna wengine walifika kurudi, ilibidi mama akukopee pesa pea. Because there is a strong man anaongea. Ama kuku aliuzwa ili upewe fare. There's a strong spirit. Ndio anakusema nakupikianga simu. Unaendelea aje Nairobi? Ulishapata kibarua? There's a spirit. Hata ukienda South Africa, it's a spirit itakufuata. Hata ukienda America, it's a spirit itakufuata. Hata ukienda Asia, it's a spirit. You need to bind him. You need to fight against him. You need to lose his chains ili ya kwamba uwe free. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima upigane na hiyo roho ili ya kwamba utoke ukiwa salama. Because a strong man is any spirit anakuja kupigana, kukuzuia usiattain your goals. Usiwatende. Na unajua ni Mungu alikuwa ameambia wana wa Israeli, enendeni nitawapea. Yaani Mungu amesema baraka yako ndio hii. Na kuna kitu kingine na kupinga. Bwana amekwambia ngari ndio ienda uchukua, lakini kabla uvike una mtu mwingine anaingilia. Kuna spirit that is accusing, because the devil is an accuser of brethren. Kuna roho inakuaccuse. Unapata dada mzuri tu, napata ndugu mzuri tu, lakini murade mnapoenda tu introduction, mkitoka introduction ameenda, hautamuona. Hadi kusema pasi mimi sijui nini nanifuata. Nimepeleka watatu sasa na sionangi ndo naisianga hapo. There is a strong man and we need to bind the strong man ndio mambo yako yakuwe salama. We need to bind him ili maisha yako yapone. Ndio uone utukufu wa Bwana ukifuata kila saa. Ndio uone baraka za Bwana zikitembea na wewe katika jina la Yesu. We need to bind him. We need to bring him to the subjection of the power and authority of God. Ndio uweze kufaulu katika jina la Yesu. Victory is yours, but you need to engage in battle. Victory is yours, but you need to put a fight.
You need to fight a fight, spiritual fight. You need to pray. You need to against him. You need to disarm. Ili ya kwamba uache kupata kushinda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. And I was saying the other day, ijana ndio nilikuwa nasema kwamba extraordinary things zinafanywa na watu ambao wanafanya extraordinary things. Wakitaka kukaa maisha ya level hiyo tu. Hiyo level tu. Hiyo level average, naitanga average life. Wewe utakaa tu. But if you want to do extra things, mambo ya baraka, you need an extra power. Ikuembao ili ya kwamba ufike that level. You engage in night vigils by prayer. You pray and fast. You seek the Lord. You knock. You pray. These are the ways. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sijui kama unanipata. I'm talking about binding the strong man in your life, in your family. Binding the strong man. Binding the strong man. Ili ya kwamba upate upenyo wa maisha katika jina la Yesu. You need to be diligent. Bwana akamwambia Musa usiongope. Kuna watu wengine tukiona milima tunaanza kuongopa. Sijui nitafanya nini? Sikufikiria nikiolewa huku nitapatana hii maneno. I thought, not thought. Now you are in that situation, put on the full armor of God. Understand the ways of the enemy. Ili ya kwamba uitwe zaidi ya mshindi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ili uweze kutawala na kuonekana. Paulo anasema mtu asinisumbue. Katika mwili wangu niko na alama. I've got some scars. Kwa sababu ya mateso ya Kristo. Unapopita pale mbele, watu umepigana, unatokea pale mbele, ndio uko na scars huku na kule, lakini anyway, I'm a victor. I'm a victor. I'm a victorious man. I have overcome. I've got the victory. Bwana amenitetea, Bwana amenishika mkono. Maana alisema ni yangu, nitapigana, nitagangana against the spiritual warfare mpaka nipate haki yangu. Na Bwana ataonekana, na Bwana atatawala. Maana hakuna mwingine kama Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila vita, maroho za viwango za kuturudisha chini, tunasipinga kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kila roho wa kutuzuia na kutupinga tusifaulu, tusiendelee. Nasema viwango katika familia. Nasema kila roho katika mtaa, katika mji wa Mathare. Nasema kila roho ya kizuizi, every strong man, we impart you in the name of Jesus. Loose. Nasema loose in Jesus' mighty name. Tangaza upenyo wa kiroho na kimwili, my Father, in Jesus' name. Roho wa Bwana katuongoze, katuelekeze, katushike mkono, ukatusaidie, maana hakuna mwingine kama Bwana. Tunatangaza ukuu wako na uwezo wako. Roho wa Bwana tawala. Tufundishe jinsi ya vita. Utuinue kiwango kipya. Neema yako na itoshe. Kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru. Mtu na aseme amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nataka nitangaze ya kwamba jioni tuko hapa, kesho tuko hapa. We are believing God. As a strong man has to lose your life. Na ubarikiwe. Nasema kila roho, any strong man against your progress, any spirit limitation za maisha, lazima siondoke kwa jina la Yesu. Wewe mtu wa Mungu barikiwe. Wewe mama barikiwe. Biashara yako ibarikiwe. Maisha yako yabarikiwe. Nyumba yako ibarikiwe. Magonjwa itoke kwa familia yako. Uitwe mbarikiwa katika jina la Yesu. Neema yako Bwana na itoshe. Baba, nabariki watoto wako kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kama kuna mtu mgonjwa, napiga magonjwa, napiga tauni, na kemea mishale ya magonjwa na maradhi kwa jina la Yesu. Bwana, wazee wa mama wakapone katika jina la Yesu. Neema yako na itoshe. Nasema every veil of darkness
every veil of heaviness, every veil and every strong man in your life, I impart him in Jesus' name. And I lose victory unto you. Nafungulisha baraka na neema na kibali. Bwana akubariki na kuinue. Neema ya Bwana na itoshe. In Jesus' name we pray. Somebody shout amen. Amen. Bwana akubariki na kutenda wema. Shalom in Jesus' name. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. God bless you. Tukutane jioni at 6.